ndoka niende nikiendanga. Sasa unashindwa na mwapia nani? Sasa ninashindwa na mwachia nani? Tena mimi nitakuwa nimefanya nini? Juu sitaki niingie kwa dhambi, naona tu niende. Unajua kuna mambo mengine hata tukisema bado kuna ile sehemu ya mwanadamu. So kama mtu nilifikia wakati mwingine hivyo. Na nakumbuka niliondoka nikaenda kwa gate. Wakati nilikuwa napanda hivyo, nikitembea kama step 5 hivi. Mimi nilisikia sauti yenye sijawahi sikia. Na Mungu akaniuliza swali moja. Je, wakati nitakubariki, utapiga kelele? Kutoka hapo hiyo mguu ikagonjeka chini yote. Sasa amekanyanga moto. So sasa ujue hii mguu hawezi tembea. Ile ingine nayo imekuwa paralyzed. Na hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Tutafanyaje? Ili nibidi nisukumane na hiyo hali. Juu sikuwa na lingine la kufanya. Mimi nakumbuka nilikuwa namuosha. Naangalia hiyo mambo mpaka naiombea, naona nikaona kwamba Mungu hasikii. Najaribu kuomba tu. Ndipo sasa tukafika mahali na nilikuwa nimekueleza. Nikamwambia mke wangu mimi nitaondoka nyumbani na nitaenda kwa mlima. Nitaenda kuomba Mungu na sijui nitaenda wapi. Lakini sikutaka niende mbali. Kuna mahali huko Kikuyu, mahali kuna prayer center. Nikamwambia mimi nitakununulia maziwa na nitaiweka hapa. Wewe ukifikia hiyo maziwa ukunywe ni sawa. Ikikushinda wewe hautakufa. Nitaenda na nirudi, nitakupata ukiwa hai. Ngoja hadi nirudi. Ngoja mpaka nirudi. Siku ngapi? Nilienda siku 3. Barozi, kuna mambo mengine hata hiyo testimony ya kwanza sikukuambia. Wakati huo tunasumbuana na mambo kama hayo. My wife kuna wakati alipotea macho. Macho ilipotea. Na akawa analala hapa ananiambia hata TV sioni, nini inaendelea? Namwambia huoni ni nani? Sioni. Sasa hiyo anasema tu stima izimwe. Sikuwa nalinganisha tunaweza pata mtoto. Kwani mtoto aliondoka na unataka mtoto mwingine? Nataka mtoto, lakini ile hali tuko. Unataka aombe hivyo? Yes, ile hali tuko. Lakini yeye anasema venye Mungu amesema, wewe unataka venye yeye atasema sio? Yes, mimi kulingana na desire yenye nilikuwa nayo. Naomba marefu asimame, akimbie kwa miguu yake. Ndio sasa tupange mahesabu ya mtoto. Lakini mtumishi wa Mungu ananiambia Mungu anasema atawapea mtoto. Kwanza awaondolee aibu. Okay, niliamini, sikusema sisemi sikuamini, lakini shingo upande. Sasa utampeleka wapi? Pipes ametolewa. Ilibidi tulikuwa tumekuja na zingine. Na tukaona zinamsumbua sana. Juu sisi hatuna experience kwa hiyo. So ilibidi nimfunge pampers. So alikaukiwa na choo sana. Kama nilivyokueleza ni kwamba ilibidi tufanye mambo ya ajabu sana. Juu mimi niliona mimi sitarudi hospitali kwa sababu ya choo. Na imekauka haitoki. Nilivalia gloves. Na nilifanya mambo ya ajabu sana. Mimi ndio nilitoa hiyo choo. Na hiyo neema Mungu alinipa sijui ilitoka wapi. Na akasikia amefunguka. Okay, Bwana Haron. Yes sir. Karibu sana kwa Farodhi wa Live TV. Thank you. Nilikuwa hapa majuma nafikiri mawili ama juma moja limepita. Ndio. Na tukachukua testimony yako. Yes. Kule mtandaoni watu wameleta shida, sijui Wakikuyu mnajipenda, hamtaki tuone huyu mwanaume, na sio wengi duniani, sasa mimi ni nani? Nikasema nitarudi tufanye ya Kiswahili. Ni kweli. So nimerudi, nafikiri tunaanza na majina yako, kisha utuambie umetoka wapi. Yes. Alafu kisha utuelezee jinsi ulivyolelewa kidogo tu kwa ufupi tu. Okay. Alafu tupeleke maybe primary, high school kidogo tu. Alafu kisha tuanze kutoka wakati ulipoingia. Najua pia uliingia labda Nairobi ama shule haijaisha, utatuelezea pia. Ni kweli. Tuweze kujua kila kitu. Najua pia mke wako yuko hapa, tutakuja kuzungumza naye baada ya kuzungumza na wewe. So karibu sana. Nami nakukaribisha Barozi. Yes. Nasema karibu sana. Asante sana. Kama ulivyotangulia kusema ni kwamba tulikuwa hapa kwa majuma mawili yaliyopita. Yes. Na tukanena kuhusu hiyo testimony. Yes. Na ni kweli wamedai kusema ya kwamba wanahitaji wasikie na Kiswahili. Ni kweli. Nasi pia tumekubali mwito huo. Maana mimi huzoea kusema ya kwamba testimony ambayo Mungu ametupa ni kweli, ni testimony ya kufariji watu. Na kwa sababu Mungu amekubali kupitia kwetu tukawafariji wengi, kweli, pia nami nakubaliana na mwito huo. Nitangulie kusema ya kwamba kwa majina naitwa Haron Ngoge, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa mwokozi na mlinzi wangu. Ni kweli. Na unaweza sema pia ni mkaaji wa wapi? Na mimi ni mkaaji wa Nairobi. Odhero. Mahali tunaita Odhero 87. Hapo ndipo ninakaa. Lakini kuzaliwa kwangu nilizaliwa
Nyandarua County. Mahali panaitwa kule upande wa Kipipiri, mahali panaitwa Mihareti. Okay. Tapanda juu kilomita kadhaa. Ufike center inaitwa Kiambogo. Kiambogo. Hapo ndipo huyu Haruni amezaliwa. Okay. Amekulia pale. Na akasomea pale. Okay. Amesoma masomo ya primary hapo Kiambogo primary. Lakini secondary hakufanikiwa. Lakini niliingia tu na nikatoka. Okay. So sina historia nzuri ya secondary. So hapo ndipo nililelewa. Na pia nikafikia pahali pa kuondoka nyumbani. Okay. Ndipo nikaelekea mahali tunaita Kitale. Na hapo nimekaa kwa zaidi ya miaka, I think about 10 years. Kitale? Yes. Okay, kwa hivyo ujana wako nimeutumia kwa pale Kitale mahali panaitwa Matunda. So ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi, nimeguzaguza kazi nyingi. Lakini kazi niliyokuwa nikifanya sana nilikuwa photoman. Oh, ulikuwa unapiga picha? Nimedeal na picha sana. Na kuna mahali nisikia bibi yako pia alikuwa anahusiana na picha. Yeye naye alikuwa anafanyia huko Nairobi. Tafika hapo. The wrong story. Kwa hivyo wewe ulikuwa mpiga picha kule Kitale? Nilikuwa mpiga picha. Na nikafanya hiyo kazi. Na niseme ya kwamba mimi niliokoka kama niko kwa Kitale. Na nikaokokea kanisa la KIG. Na nikalelewa vizuri na watumishi wa Mungu hapo. Na wakati nilioa, maana mimi nilifanya harusi. Ndipo nilihama sasa Kitale. Okay. Nikakuja Nairobi. It was in 2013. Uliokoka, alafu kisha ukaoa. Yes. Ukiwa bado Kitale? Nikiwa bado Kitale. Kwa hivyo Nairobi umehama na mke wako? Nairobi ni kuhamia tukiwa pamoja na mke wangu sasa. Wakati tumeoana hata hatukukaa sana huko. So tukahamia hapa Nairobi. Na pia yeye wakati nilimuoa nilimtoa huko Nairobi. Kwa sababu alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi. So ndipo tukaona hakuna haja ya kukaa kwa umbali. Nika-decide nilikuwa natamani nikuja Nairobi. Maana shughuli za huduma yangu ya uimbaji niliona nitaweza nikiwa upande wa Nairobi. So ilinibidi nihame pamoja na mke wangu na tukaja Nairobi. Nafikiri ilikuwa 2012. Na ndio tukakuja Nairobi. Nafikiri juu ya mapenzi yanaweza kutengeneza hiyo kala. Yes. Ndio itoke vizuri zifanane. Ni kweli. Good. Thank you. Tuendelee. Na tulipokuja hapa Nairobi ndipo tulianza sasa maisha ya Nairobi. Na So ulikuwa una pesa ama ulikuja tu kama mtu wa kawaida, huna kazi ama kazi ilikuwa? Okay, barozi tulikuwa na pesa. Hatuwezi sema tulikuwa mikono kafu. Tulikuwa na pesa. Na tulipohamia hapa Nairobi tulianza kazi ya kuuza vitu zingine, viazi na vitu zingine. Lakini bado mwito wangu nilikuwa nasikia bado ninahimizwa ndani yangu ya kwamba kazi yangu na huduma yangu ni uimbaji. So hatukukawia sana kwa upande wa kuuza hizo vitu. Niliingia kwa upande wa uimbaji. Naye bibi yangu mahali alikuwa akifanya kazi, akapewa nafasi ya kurudi kazini. So na yeye akarudi kazini. Na katika hayo maisha niseme haikuwa maisha mabaya, maana hata tulikuwa na msichana wa kazi na yeye ndiye alikuwa anatulelea firstborn yetu. Kwa hiyo mlikuwa mnamlipa vizuri? Yes. Na akawa anatuchungia mtoto wetu. Margaret anaenda kazini ambaye ni mke wangu, na mimi pia naenda. Saa hiyo nilikuwa nimehamia kwa uimbaji. So nami naenda kufanya kazi hiyo ya kusunguka nikihubiri kwa upande wa CD hizo, nikiuza CD. Ulikuwa unauza muziki wako? Yes, nilikuwa nauza muziki wangu. Compact disc. Yes. Kwa hivyo ilikuwa inauzwa wakati huo? Ilikuwa inauzwa. Sababu siku hizi muziki kuuza. Siku hizi ndio imebadilika, lakini wakati huo ilikuwa inauzwa. Okay. So hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Na tukafanya hiyo kazi. Lakini 2013 kulitokea mambo ambayo nilikueleza hapo mbeleni. Ya kwamba huyo firstborn wetu aligonjeka. Na kaligonjeka tu, I think ilikuwa kama siku 3. Na nafikiri tunaweza waonyesha hiyo. Ama sio yule mmepigwa picha naye? Yes. Ni yeye? Ni yeye. Nafikiri kawaonyesha. Haina shida, hatuna shida nayo. Ndio, ni vizuri pia tunawaelezea tukiwaonyesha. Yes. Ndiye huyo? Ndiye alikuwa msichana wetu. Bado ndiye huyo? Na ndio ule bado. Okay. Yes. Sasa hapa ni wakati shika zote ndio tuzione. Nafikiri hapa umemwona. Alikuwa msichana mzuri sana. Okay. Na pia hapa ni wakati wa mwisho tu. Okay. Tulikuwa tumekapiga picha. Ndio kaka fariki, kama hata hii picha haikuwa imemaliza hata mwezi mmoja. So alikuwa ni huyu. Okay. Alikuwa anaitwa Joy Wanjiru. Kubwa ni mtoto wako wa kwanza? Alikuwa my firstborn. Akafariki. Na akafariki. Alikaa muda gani?
alikuwa amefikisha 2 years. Na alikuwa msichana mzuri. Lakini ilimpendeza Mungu akamchukue. Hatuna shida na hiyo. Okay. Mungu ni mwaminifu. So tulipopoteza huyo mtoto wetu, ilichukua muda mwingine kama mwezi mmoja. Ndipo my wife akagonjeka. Na in fact hata hatujatoka kwa uchungu wa mtoto. Kwa hivyo uchungu wa pili ukafuatia kwamba my wife amegonjeka. Na alikuwa ni kuumwa na kichwa. Na anasema anahisi baridi. So ilikuwa ni kama tunafikiria ni malaria. Lakini tukaenda hospitali akatibiwa. Tukatoka. Na aliporudi nyumbani hakufanikiwa. Yani hakupata matibabu yale tulikuwa tunatarajia. So alizidi akazidiwa. Mlimpeleka wapi? Nilikuwa nimempeleka kwa hospitali nyingine ya private. Okay. So nikaona hii imekuwa ni shida kubwa, maana nilisikia wakati tunaongea na yeye anaongea vitu zingine. So tuseme kwa mfano vitu zenye hazieleweki. So nikaona hii kitu imezidi. Kwa hivyo ukaona hali yake si sawa. Yes. Maana ameanza kuzungumza vitu hauelewi. Yes. Na nakumbuka that day ilikuwa Saturday. Na wife ya brother yake akakuja. Alipofika hata nilimwambia ni kama Mungu amekutuma juu. Hii kitu naona hapa mimi sielewi. Amekuwa ABCD, sasa nikamueleza vile ana behave. Na alizidi. Wakati huyo bibi ya brother yake aliingia, ni kama huyu sasa alifinywa button. Akazidi sasa akaongea vitu vingine yenye hatuelewi. Ndipo tukamchukua. Alikuwa anazungumza kama mtu aliye na akili punguani. Yes. Kama amepoteza fahamu yake. Alikuwa amepoteza fahamu. Ninaweza kutumia jina hilo niseme ya kwamba ni kama uazimu tu. Maana hata hatukuwa tunapatana. Ndipo tukamchukua, tukarudi kwa hospitali penye nilikuwa nimetibiwa. Yeye alituandikia barua kwa haraka akatuambia nendeni Kenyatta. Hospitali kubwa kwa sababu nimeona hii imezidi vile tulikuwa nafikiria. Na tulipoondoka tukaenda hospitalini. Tulipofika huko tulipewa kitanda kama ile process ya hospitali. Okay. Na akalazwa huko na ikawa sasa ni process ya kumtengeneza. So barozi, kitu ya kushangaza moyo wangu ni kwamba alichukua muda wa wiki moja kama hajajulikana ni wapi amegonjeka. Na wiki ya pili ndipo wakaja madaktari wengine hapo wakanieleza ni kama wamegundua ni wapi. Na ni baada ya kusunguka tumepima vitu nyingi. Daktari mmoja akaniambia tumepima na tumeona inaweza kuwa ni miliary TB. Sasa mimi kwa masomo yao sijui ni hiyo ni nini. Wakaanza kutumia jargon ambazo huelewi. Lakini sasa walinieleza, wakanieleza vile TB na behave. Okay. Wakanieleza aina ngapi za TB. Sasa wakaniambia hiyo inaonekana imeingia kwa damu na huwa ina behave kama malaria. Okay. So anaweza kuwa na TB au malaria na si malaria. Sasa process ikawa ni kumtibu na dawa akunywe kama kawaida. Na akaanza kukunywa madawa. Okay. Baada ya wiki 2 sasa zimeisha, ameanza kunywa madawa. Wiki ya 3 nikaona ni kweli. Ameanza kurudi normal. Juu nikimuuliza unajua tuko wapi? Sasa ananiambia ninaona sasa tuko kwa hospitali. Okay. Lakini hapo mbeleni kama ningemuuliza alikuwa ananiambia tuko nyumbani. Tena anaanza kusema nilete mtoto. Anataka kumuona. Okay. So ufahamu yake ni kama ilikuwa imepotea. Na tukadischargiwa baada ya wiki 3, mwezi ukielekea kuisha. Okay. Na tukaambiwa taenda nyumbani. Lakini maajabu ni haya. Kama imebakia siku kama 2 ndio tudischargiwe. Kuna kazini yake anakuanga huko daktari Kenyatta. Yeye alikuwa ameniambia mnaweza kutoka kama the day after tomorrow. Okay. So siku kama ya leo nikienda, mimi nilipata my wife ameparalyzed. Okay. Na ameparalyzed upande mmoja. Sasa. Yes. Okay. Nikapata amewekwa zile pipes za makonjo, zile catheter hizo. Kuuliza daktari akaniambia, wewe bibi yako ni kama kuna shida nyingine imempata. Juu alikuwa naamka aende kwa choo, akajipata pande moja imekufa. Sasa so, by then hata walimuokota chini kulingana vile walikuwa wananieleza. Na wakati huo bado uko na machungu. Machungu bado haijaisha. In fact hata haujasahau. Hujasahau. Wewe unafikirije barodhi ukiona mtu tulikuwa kwa level hiyo ya kwamba hata tuna msichana wa kazi na kwa sababu mtoto amepass, msichana atafanya nini? Hakuna kazi. Tulimfungia vitu vyake, tukamsindikisha kwa gari. In fact nilimpeleka akilia. Hiyo kitu ikaniacha na uchungu mwingi sana. So hamuja toka kwa hiyo na mmeingia kwa hiyo nyingine immediately. Sasa huyu bibi yako ako Kenyatta. Mtoto amekufa. Amekufa. Wewe unafanya kazi gani ndio uweze kumlipia zile pesa zilizotakana kula? In fact ni muujiza ulifanyika. Maana hata wakati huo hatukuwa na pesa.
Ni ile hali ya kusunguka na. So umeanza umeacha kuuza CD. Yes. Sasa kwanza umshughulikie. Nimshughulikie. Na saa hiyo hata hamukuwa na pesa mmesave. My wife amerudi kazi after sijui miezi 3. Ndio hiyo sasa amegonjeka. So hatukuwa na pesa, hatukuwa na la kufanya, bali nilibidi nisalende tu. Nikaanza sasa kumshughulikia. Vile watu walinisaidia wakalipa hospitali mimi sijui. Juu hata ilikuwa more than 80k. Kama sikosei. Na Mungu alisaidia watu wakalipa na tukatoka. Lakini ukumbuke sasa tumeachiliwa na tumeondoka hospitalini. Lakini nimepewa mtu na wheelchair. Tuliingia kwa hospitali akienda na miguu yake akitembea vizuri. Lakini wakati wa kutoka sasa utampeleka wapi? Pipes ametolewa. Ilibidi tulikuwa tumekuja na zingine. Na tukaona zinamsumbua sana. Juu sisi hatuna experience kwa hiyo. So ilibidi nimfunge pampers. Ndio sasa tuzoe hiyo maisha juu hizo hatungeweza. Sasa mtoto amekufa, umeachiwa mtoto mwingine. Kwa sababu sasa bibi ilikaa, sasa yeye ni mtoto, inahitaji atekiwe care hata zaidi. Na nikwambia hata ni zaidi ya mtoto. Kwa sababu ni mtu haondoki penye yako. So kama ni choni hapo. Unajua mtoto unaweza mbeba ama umshike. Sasa huyu ilikuwa ni huwezi mbeba. In fact nilikueleza hapo mbeleni ya kwamba wakati my wife aligonjeka nikaona sina otherwise na tumerudi nyumbani, ilinibidi nimtengenezee hapo kwa kiti. Awe akilala hapo. Juu sasa wageni wakikuja kutuona, sitawezana naye kumtoa huko ndani nikimleta. So ilinibidi nimtengenezee kwa kiti akae hapo. Alalange kwa kiti. Alalange hapo. Sasa pengine usiku sasa ukienda kulala ndio namchukua, tunaenda kwa kitanda. So nilikuwa nambeba katoto. Nilikuwa nambeba kama katoto nampeleka huko na mrudisha. Ikifika asubuhi hakuna kurudi huko. So ilibidi nikae hapo. So alipewa dawa na tukaambiwa tukunywe dawa. Na baada sasa umesema wewe ilibidi ununue pampers. Sasa za watu wazima. Ilibidi. Sasa wewe ndio kumchange kama mtoto na muosha. Na huyu mtu anakunywa madawa. Barozi kuna madawa mke wangu alipewa. Na hayo madawa mimi sitawahi sahau. Ilikuwa ni dawa inanuka vibaya zaidi. Akikunywa anabadilika mpaka mwili wote. Alafu anakojoa ile makojoa ya yellow. Unajua anakunywa dawa nyingi. Alikuwa na meza more than 10 pieces kwa wakati mmoja. Sasa zinamkaa vibaya. Hakuli. Sasa inabidi umshughulikie kwa mambo mengine tofauti, maji kwa wingi nini. Na Barozi kuna kitu hata sikukwambia wakati mwingine. Kwa hiyo safari yote si alikuwa amewekwa hizo mipira ya makojoa. Alipokuja nyumbani makojoa ilikataa kutoka. Na ilikataa kabisa. In fact nauliza daktari tutafanya nini? Analia tu. Makojoa imemkaza kabisa. Lakini haitoki. Sasa ananiambia hiyo kitu nakumbukanga mpaka nacheka. Ananiambia ati nitafute maji nimwage kwa ndoo karibu na mke wangu. Hiyo communication itafanya aririsi hiyo makojoa. Nikajaribu, nikaona ni kama nimekuwa wazimu. Na makojoa imekataa kutoka, nikulia tu analia. Ati sasa communication gani? Ati sasa nimwage maji hapo. Hiyo communication itakuja. I don't know, mimi hata siwezi eleza zaidi hapo. Itakuja itamfanya aririsi hiyo. Nikamwambia tumejaribu tumeshindwa. Sasa mwenye alikuwa ameniadvise sana, aliniambia tuchukue gari turudi Kenyatta. Sasa mimi nilipofikiria atarudishwa tena awekwe hiyo mpira. Mimi Barozi kenye kinishika wakati huo ni hasira ya kiungu. Maana mimi nilishika mke wangu kwa hasira. Nikasema in the mighty name of Jesus. Nikakemea tu nikasema ima kojona kuamrisha utoke. So mimi niliona tu mke wangu amejikojolea. Na ikafunguka hivyo. Mimi nilikasirika, hasira yenye sijawahi sikia ingine kama hiyo. Na ikawa sasa makojoa imefunguka. Sijui ni kama ile hasira inakuwa na mhubiri akitaka kitu ifanyike. Yes. Kwa mtu aliye na mapepo. In fact hiyo nime experience kwa muda. Kwa sababu kuna mambo mengine pengine haitazaliwa kwa upole. Na ndio maana wakati mwingine inabidi utumie nguvu. Inabidi na strong words. Nilikemea hiyo. Nikasema in the name of Jesus. Na amurisha makojoa itoke. So Mungu aliheshimu hiyo sauti. Na mke wangu makojoa ikatoka. Safari ikaanzia hapo. Nilikuwa nimekuambia hapo mbeleni ya kwamba wakati aliendelea kukunywa madawa, kuna dawa moja tulipewa ya kuongeza damu. Na daktari wakisikia hivyo wanaweza kuelewa Kenya ninasema. Juu mmoja aliniambia hiyo ya kuongeza damu inafanyanga choo inakauka. So ilibidi atumie maji mingi. Naye si mtu wa kupenda maji. Kuna watu si wa kupenda maji. Ilinibidi nimlazimisha wakati mwingine kwa fujo. So alikaukiwa na choo sana. Kama nilivyokueleza ni kwamba
Ilibidi tufanye mambo ya ajabu sana. Juu mimi niliona mimi sitarudi hospitali kwa sababu ya choo. Na imekauka haitoki. Nilivalia gloves. Na nilifanya mambo ya ajabu sana. Mimi ndio nilitoa hiyo choo. Na hiyo neema Mungu alinipa sijui ilitoka wapi. Na akasikia amefunguka. So ilikuwa ni kama vituko, ni kama drama, hata huwezi sema vitu kitu gani mtu wa kawaida hawezi akafanya. Huwezi fanya ukiwa kwa kawaida. Hata sidhani ni watu wengi, sidhani ni wanaume wengi wanaweza fanya kitendo kama hicho. Mimi mwenyewe wakati mwingine nafikirianga, narudi nyuma naona haikuwa mimi. Mungu alinipa spirit nyingine ambayo si ya kawaida. Kwa sababu mambo mengine naelezanga mpaka mimi mwenyewe nashtuka nilifanyaje. Hebu nikurudishe nyuma kidogo. Yes. Kuna mlifanya harusi ya kanisa? Tulifanya harusi kanisani. Kwa hivyo hapo ndio ulikumbuka zile nadhiri huwa mtu anaweka. Kweli. Yes. Hiyo nadhiri niliona wakati huo. Kwa sababu wakati mwingine ukisema wakati nasema ni wangu wakati wa shida, mchungaji anakuambia sema wakati wa shida, wakati wa furaha. Sometimes kitu hiyo haijawahi ingia kwa mawazo ya watu kuelewa ni nini wanasema. Inakuwa ni kama covenant. Hata kuna uwezekano ukaoa na mkaishi duniani bila mateso kama hayo. So wengi hawata experience kitu kama hiyo. Wakati mtu anaposema hiyo nadhiri, huenda labda watu wengine husema lakini anashindwa. Sasa wakati wa shida utakuwa mgani? Tena unajaribu kufanya hiyo hesabu, unashindwa itakuwaje? Na ni siku gani? Kuna mashida itakuja kutufuata. Na mimi nashangaa wakati tuliokolewa hatukuambiwa shida hakuna. Sasa kwa hivyo hapo ndio ulikumbuka, nilisema wakati wa shida na wakati ikanibidi sasa nijikaze. So tulijaribu sana. Lakini tuseme ni neema pia. Ni neema. By the grace of God. Si kwa sababu mimi nina experience ama nina ujuzi. Sio uwezo wa mtu. No, sio mimi. Kwa sababu mimi siwezi. Wanaume wengi nafikiri pia watatoroka. Unajua wanaume wamezoea kutorokea mashida. Kwa hivyo wewe pia ni mwanaume jasiri na mwanaume aliyetumiwa na Mungu vizuri. Ni kweli, na ndio maana nasema ni Mungu alinitumia. Nikisema mimi nitadanganya. Maana hata kuna wakati ningefikiria kwa mawazo yangu. Barozi mimi naona nimeamua niende nikiendanga. Na kuna wakati mmoja nilijaribu. Na sikuwa nimeambia my wife. Lakini nimefika mahali naona mimi naweza kuondoka niende nikiendanga. Sasa unashindwa na mwapia nani? Sasa ninashindwa na mwachia nani? Tena mimi nitakuwa nimefanya nini? Juu sitaki niingie kwa dhambi, naona tu niende. Unajua kuna mambo mengine hata tukisema bado kuna ile sehemu ya mwanadamu. So kama mtu nilifikiria wakati mwingine hivyo. Na nakumbuka niliondoka nikaenda kwa gate. Wakati nilikuwa napanda hivyo, nikitembea kama step 5 hivi. Mimi nilisikia sauti yenye sijawahi sikia. Na Mungu akaniuliza swali moja. Je, wakati nitakubariki, utapiga kelele? Niliulizwa hivyo na Mungu, nasema aliongea Kikuyu wakati huo. Juu aliniongelesha kwa Kikuyu akasema, "Riria ngakurathima ri, ni ukanegenia." Ugo ni gwajirire. So nilisikia hiyo sauti na nikaona hiyo si sauti ya kawaida. So ilinilazimisha nishuke. Na nikafuata tu nikasema nitamshughulikia. So barozi ilikuwa shida mingi sana. Na kama nilivyotangulia kukuambia. Wakati huo ujue bibi yangu hatembei. Na bado ujue hata kliniki tulikuwa narudi huko Kenyatta. Nilienda mwaka mmoja. Na kila wakati nipate msaada kwa mtu aliye na gari anisaidie ama nipate taxi. Kama sina pesa nalilia watu wananipea. Na ilinibidi nifanye hivyo. Sasa ilibidi tufike mahali daktari akatuambia juu hatuoni shida. Alipigwa picha nyingi sana akitafutwa kama pengine kuna mishipa iko na shida ama mifupa. Lakini ikaonekana hakuna shida. So daktari aliniambia kile unaweza kufanya ni kukutafutia daktari wa hawa physiotherapist. Akuja nyumbani awe akimfanyisha mazoezi na akunywe hizo dawa za kurudisha nafsi. Hizo ndizo nakwambia alikunywa akanuka vibaya sana na hazikurudisha. Daktari naye alipambana kadri ya uwezo wake. Maana alianza kukuja nyumbani. Na tunafanya mazoezi masaa mawili. Na kila risali moja alikuwa analipisha 1500. So masaa mawili 3000. So ilifika mahali mimi nikasalenda. Sasa utafirisika, nitafanya nini na hata na pesa sina. Una pesa. Mimi sina pesa, siendi kazi. Sasa hiyo hata hauwezi toka nyumbani, unaenda tu kama mita 10 ukirudi. So ilibidi mimi niachane na hiyo. Na ninakumbuka kama nilivyokuambia hapo mbeleni. Wakati Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a alikuja kuhubiri kwa KG. Aliguzia mambo mazito. Akasema iwapo kuna jambo pengine umeombea muda mrefu na halijabadilika. Wakati mwingine una raise sacrifice kwa Mungu. Ile pesa nilikuwa nimepewa na watu ya kulipa daktari. Barozi niliichukua. Nikaipeleka kwa madhabahu.
bila kutaka kujua kesho itakuwaje. Nilizipeleka. Na after few days nikaona vidole vya mguu wa mke wangu vimeanza kutingizika kidogo. So nikaona kuna dalili. Nilijikaza sana lakini sasa ilitubidi, na hapo sikuambia. Kile kilifanya tutoroke penye tulikuwa tunaishi. Tulikuwa tunahepa daktari. Kwa sababu tumepewa pesa na watu. Familia imekuja imetuchangia. Pesa ni ya daktari tumepewa. Na imehesabiwa ni siku ngapi daktari atakuja. Mlikuwa mnaishi wapi hapo? Pale Corporation. Lakini so, sasa hizo mwenda wapi? Tulienda mpaka huko Ndeli. Kule upande wa Kikuyu pale mbele. Panaitwa Ndeli. Daktari sasa juu atakuja na pesa tulipewa. Tutawaambia pesa siko wapi. Na hamna pesa ya kulipa daktari. Ilibidi. Pesa yote umepeleka kanisa. Yes. Ilibidi. Nililia mama mwingine. Nampenda sana. Akanipa pesa na sikumwambia ni ya nini. Baadaye ndio nikamwambia nilikuwa nataka nihame. Nikaenda nikatafuta kanyumba mahali penye hata watu hajui nimeenda wapi. Sasa nimepoteza ile network ya daktari. Juu sasa akikuja nitamlipa na nini? Na pesa tumepeana huko. So ilibidi tuhame kwa njia hiyo. Lakini shida ni moja. Wakati bibi yangu mguu ilianza sasa inacheza kidogo. Yes. Hii mguu ingine iligonjeka chini. Huku sasa amekanyanga moto. Na pesa ilienda. Na nakumbuka ilianzia tu kwa kidole. Hiki kidole kikubwa. Kiligonjeka vile unaweza kujikwaa. Na ukagwarwa. Kidogo tu. Barozi mimi nakwambia hiyo kidole ilioza, ikamwagika chini. Kutoka hapo hiyo mguu ikagonjeka chini yote. Sasa amekanyanga moto. So sasa ujue hii mguu hawezi tembea. Ile ingine nayo imekuwa paralyzed. Na hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Tutafanyaje? Ilinibidi nisukumane na hiyo hali. Juu sikuwa na lingine la kufanya. Mimi nakumbuka nilikuwa namuosha. Naangalia hiyo mambo mpaka naiombea, naona nikaona kwamba Mungu hasikii. Najaribu kuomba tu. Ndipo sasa tukafika mahali na nilikuwa nimekueleza. Nikamwambia mke wangu mimi nitaondoka nyumbani na nitaenda kwa mlima. Nitaenda kuomba Mungu na sijui nitaenda wapi. Lakini sikutaka niende mbali. Kuna mahali huko Kikuyu, mahali kuna prayer center. Nikamwambia mimi nitakununulia maziwa na nitaiweka hapa. Wewe ukifikia hiyo maziwa ukunywe ni sawa. Ikikushinda wewe hautakufa. Nitaenda na nirudi nitakupata ukiwa hai. Ngoja hadi nirudi. Ngoja mpaka nirudi. Siku ngapi? Nilienda siku 3. Nilikuwa tu natamani nisikie tu. Lakini umemwacha peke yake. Yes. Maziwa kwa meza. Nimemwachia hapa. Fikia kosa kuja wewe. Kwa sababu wakati huo vile niliona imezidi, ni wakati mguu imegonjeka, hiyo ingine iko paralyzed, alafu mkono nayo imeisha nguvu na imeparalyzed. Mikono imekufa. Hapa. Umeenda kwa prayer center kuomba? Yes. Imezidi. Lakini ulikuwa na imani ni ukirudi mambo itakuwa sawa. Kwa sababu kuna mahali unafika mambo mengine iko na aibu hata uweze share na mtu. Kwa hivyo kuna mambo mengine ukiwa mtu hayataki tu maombi ya kukaa kwa nyumba. Itabidi uende uombe na ujifunge. Na wakati huo ninakwambia kama ninavyokueleza, unapitia mambo ya aibu mpaka unatamani ukae msituni. Hutamani kukaa na watu. So inabidi tujifiche mahali. Sasa ndipo nikaenda na after 3 days nikarudi. In fact nilipata my wife mikono imerudi. Huo ndio muujiza wa kwanza niliona. Na wakati huo hangeakisha hata gas. Kiberiti hivi hangeakisha. Ndipo nikampa kiberiti akaakisha. Akafungulia gas. Tulikuwa tunaimba wimbo huko. Na tunasherehekea sana kwa sababu ilikuwa ni muujiza kwetu, tumeona mambo ambayo si ya kawaida. Hapo ndipo sasa mikono ikarudi. Lakini hata kama imerudi Barozi, hii mkono iligonjeka tu. Hapa sasa amechomeka vile unaweza kuchomeka kwa moto. Kafikiria tu nikakinoda tu kadogo. Na si kuchomeka, alichomeka? Sidhani. Ilijileta tu. Ni kama umeumwa na kitu hivyo. Unajua nyama yote ilitoka ikamwagika. Ikabaki tu naona mishipa. Na hiyo mkono hawezi shika kitu nayo. So hiyo mambo ilifanya sisi tushangae mpaka tunashindwa hii ni nini. Mambo ingine Barozi unaiona, unashindwa utaeleza nani, unashindwa utashare na nani, unashindwa utafanya nini, lakini hiyo tuliona kwa macho yetu. Barozi kuna mambo mengine hata hiyo testimony ya kwanza sikukuambia. Wakati huo tunasumbuana na mambo kama hayo. My wife kuna wakati alipotea macho. Macho ilipotea. Na akawa analala hapa ananiambia hata TV sioni nini inaendelea. Namwambia huoni ni nani, sioni. Sasa hiyo anasema tu stima izimwe. Anataka tu giza. Macho imepotea. Hiyo hata sijai kuambia hata wakati tumekuwa ukinihoji. Hiyo sijai kuambia. Macho imepotea.
Mimi tuliomba. Mimi hata sijamwacha mara moja. Nakwambia hiyo moja nimemwacha mara kadhaa. Nikamwambia lazima tushughulike. Wakati huo ndio ninashughulika, namwambia mimi sitaki kujua chochote. Kile najua ni kwamba hautakufa. Tutaishi lakini hautakufa. So mimi naondoka, ninaenda. Katika hiyo, yes, katika hiyo hali tukawa, unajua mwanadamu ni mwanadamu. Ndipo last time nikakwambia ilinibidi kwa sababu ya vile ninaona ni kama hakuna mtu anani-understand. Ilinibidi hata niondoke, hata chache yenye nilikuwa. Niondoke tu kwa sababu, si kwa sababu wananichukia, si kwa sababu kuna mtu amenikosea, lakini nisikie tu kuna watu wengine wapya tumepatana na wao. Umeenda kwa environment ingine tofauti. So ilinibidi tuongee na mchungaji. Na nikahama, ndipo nikakuja kwa mtumishi mwingine wa Mungu hapa, baba yetu Apostle Joseph Murimi. Na akanipokea. In fact amenisaidia. Na nasema hivyo kutoka kwa moyo kwa sababu amenisaidia, amenifundisha jinsi ya kupigana vita. Unajua mambo mengine huwezi kuyaelewa wewe ukiwa peke yako. Kweli. Inabidi uwe na mtu wa kukuelekeza. So ametuelekeza mpaka tumefika mahali tumeanza kuona mwangaza. Tumeanza kuona mwangaza. Tumeanza kuona mafanikio. Tumeanza kuona Mungu akitutembelea. Yule bibi yangu mwenye hangetoka mahali hapo, alianza kuinuka na anajishikilia, unaona ametembea. Nakumbuka kuna wakati alisimama hivi, tukalia sisi wote. Kwa sababu alikaa muda bila kusimama na miguu yake. Wakati huo tulipiga nduru sana. Na tukamshukuru Mungu kwa sababu ameinuka tu amesimama. Si ati ametembea, ameinuka tu nimemuona amesimama. Paka yeye mwenyewe ananiambia kwa amelala siku nyingi. Paka akisimama mimi ananiambia atanaona huku, akiangalia chini anaona ni mbali sana. So imekuwa ni safari mrefu zaidi. Na ikawa ni safari ngumu zaidi. Lakini tumekuwa tukiombewa na mtumishi wa Mungu na kutuongoza na tumejitoa kwa Mungu pia. Na Mungu ametushughulikia mpaka saa hii. Ningetaka nikwambie wakati Apostle alituombea, tulienda na mimi nilikuambia last time, kuna mambo mengine unaweza kuombewa, ukisikiza mchungaji akiomba unasikia hakuomba vile unataka. Mimi ilifanyika hivyo barozi. Kwa sababu wakati Apostle alituwekelea mikono akituombea, yeye anasema Mungu amesema atawakumbuka, atawapea mtoto, aondoe aibu. Mimi si kuona kama ni kweli. Kwa sababu ile shida imetukimbiza na shida zetu tuko nazo. Si kwa nalinganisha tunaweza pata mtoto. Kwani mtoto aliondoka, unataka mtoto mwingine? Nataka mtoto, lakini ile hali tuko. Unataka aombe hivyo? Yes, ile hali tuko. Lakini yeye anasema venye Mungu amesema, wewe unataka venye yeye atasema sio? Yes, mimi kulingana na desire yenye nilikuwa nayo. Naomba Mariofu asimame, akimbie kwa miguu yake. Ndio sasa tupanga mahesabu ya mtoto. Lakini mtumishi wa Mungu ananiambia Mungu anasema atawapea mtoto. Kwanza awaondolee aibu. Okay, niliamini, sikusema sisemi sikuamini, lakini shingo upande. Juu nilijaribu kutafuta hiyo itaigiaze. So na baada ya hiyo Mungu alitukumbuka. Akatupatia mtoto. Mtoto kijana. Miaka 2. Kwa hivyo ujumbe wa mtumishi wa Mungu ulitimia. Ulikuwa wa ukweli. Yes. Lakini ulitaka ujumbe mwingine tofauti na huo. Na ninakwambia vile alibeba hiyo mimba. Hatuna ujuzi kwa hiyo. Kwa sababu mwenyewe kuenda ilikuwa ngumu. Ilikuwa kutembea na miguu yake ilikuwa ni vigumu. Sasa mmeahidiwa mtoto katika hali hiyo. Sasa nashangaa ni Mungu amesema ama hii mambo kweli inatakaje? Kwa hivyo haimaanishi hali ya yes mwenye unaopea ujumbe wake. Ninakwambia Mungu akishasema hataki kujua hali ya bibi yako, lakini mtoto yuaja. Na mimi naweza sema tunasomanga maneno ya Ayubu. Kwangu mimi naweza kusema ni kweli. Mungu anarejesha. Doesn't matter the situation. Yes. Akishasema usiende kuchunguza process. Yes. Tumtumaini mwenye anafanya hiyo kitu. Shida yetu wakati mwingi tunaomba mapenzi yetu. Hatuombe mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio shida. Na tukiomba mapenzi yetu na sio ya Mungu, tutaona kwingine kana kwamba Mungu hafanyi vile tunataka. Tutaona ni kana kwamba maombi yetu haijibiwi. Lakini nimejifunza kitu ya kwamba Mungu akinena, usiangalie hali vile iko. Tulipoahidiwa, Mungu alifanya. Na nataka niguzie niseme ya kwamba wakati Ibrahimu aliambiwa atapata mtoto akiwa na bibi yake, kusema ukweli katika hali yenye walikuwa, hawakukubaliana na hiyo message. In fact Sara inaaminika kwamba ni kama alicheka kicheko cha madharau. Na ni kweli.
Unashindwa sasa. Unaniambia nini? Yes. Angalia miaka nilio nayo. Na hali yenye tuko nayo. Mtoto atatoka wapi? Atatoka wapi? So mimi nikisema nalinganisha, naona hiyo kitu inaniingianga sana. Sio ujumbe tu kwangu. Hiyo ni kitu imenisaidia. Na ninaelewa kwa nini pengine mke wa Ibrahimu hakukubaliana na hali hiyo, kwa sababu ya vile yeye alikuwa na miaka yake na mume wake. Kwa hiyo pia wewe ulikuwa hivyo? Yes, kulingana na hali yenye nilikuwa nayo, singefikiria kweli mtoto atakuja. So mtoto amekuja? Amekuja na tumebarikiwa na mtoto. Na zaidi ya hiyo, kama nilivyokueleza, ndio huyu mke wangu anasimama, anatembea, anaingia huko, anatoka, anaingia jikoni, anapika kitu na anakula. So kwangu ni muujiza mkubwa sana kuona my wife anatembea. Hata kama pengine unamuona anajishikilia, Mungu amemtendea muujiza ambao si wa kawaida. Barozi, nataka nikwambie hivi. Pengine kuna mtu anaweza kutusikia. Na ninajua wako. Nataka niwafariji, niwaambie. Mungu yupo. Na imani, Biblia inasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tena ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo. Wakati mwingine sio lazima ukuwe na sign. Sio lazima ishara ionekane. Wakati mwingine unaamini Mungu hata wakati inaonekana hakuna. Hata unaweza ona process ni kama imekaa. Unajua kuna ile kuna ile process mwanadamu huwa anaangalia na anaona yenyewe mambo yameanza kutendeka. Ni kweli. Kwa hivyo ikianza kutendeka sasa imani inaongezeka. So kuna yule ambaye anaangalia naona hakuna kitu kinachotendeka. Ni kweli. Kwa hivyo imani inaanza kupungua. Na kuna kitu mimi naongea. Trust the process. Hata kama huoni, trust the process. Kwa sababu ushajua nani anafanya hivyo. Ni kweli. Kwa sababu ndio maana mimi napenda kufariji watu. Nimwambia kwamba hata ingawa itakawia, huenda itakawia, lakini bado una nafasi ya kumwamini Mungu. Kwa sababu waliotutangulia kama vile nasema, wengine hata walikufa kama hawajaona, lakini walikuwa na matumaini. Kweli. So kumwamini Mungu sio lazima kitu kitendeke. Leo hii tunaweza kufariji mtu, tumwambia kwamba Mungu anaweza. Baada ya kupitia kwa dhiki na shida nyingi, mpaka unafika mahali unajidharau. Kuna wakati mimi nilifika mahali nikaanza kuficha dawa. Maana mke wangu alitaka kunywa dawa. Overdose. Alifikiria dawa ndio solution. Yes. Unajua, lakini nimekuwa katika muda wa kukunywa madawa. Manake unajua sikuwa nasikia vizuri. Juzi tu. So ilifika mahali yule alikuwa ananitolea madawa. Kuna siku moja alisahau kunitolea. Na mimi nikasahau. Kwa hivyo nikampigia kelele, kwa nini hukunitolea madawa? Unataka nife ufanye nini? Lakini akaniuliza, jamani, nani alikuambia uweke imani yako kwa madawa? Kwa hivyo Mungu anaweza labda alisababisha tusahau, ndiposa akaona imani yako. Kumbe unapiga kelele sababu ya dawa. Badala ya umwamini Mungu. Ni kweli. Sasa hapo ndo nilijua yenyewe imani ni muhimu kuliko hata dawa. Ni kweli. Kwa sababu unaweza kunywa madawa siku zote na usipone. Na ni kama nilivyotangulia kwa testimony ya kwanza nikakwambia. Kwa huo muda wa mwaka moja na hakuna siku mke wangu aliwahi meza dawa kama hatujaziombea. Tulikuwa tunaziwekelea mikono. Unaziongelesha? Kila siku, si ati madawa yote tunaombea. Kila siku na dawa zake. Tulikuwa tunaziwekelea mikono. Na namwambia umekunywa dawa kulingana na sheria ya daktari. Lakini tunaamini Mungu atakuponya. Haikuwa mchezo. Kama nilivyokueleza last time. Ile ward my wife alikuwa amelazwa. Wamama walikufa 7 kwa muda huo. Na hata wengine nakumbuka mmoja nilikuwa napeanga uji. Nilimpata amekufa hajaondolewa na wamepakana hapo kitanda hii na hii, mke wangu wako hapo. So ilinifanya nisikie uchungu zaidi. Na nikahofu sana. So nilikuwa naendanga hata nikienda kwa hospitali nachungulia kwanza kwa dirisha nione kama hako. So ilikuwa ni 50-50. Hata baadaye nikakueleza. Daktari mmoja aliniambia hiyo room yenye tulikuwa tumemweka ilikuwa ni 50-50. So hata ushukuru Mungu, Mungu amekurejeshia mke wako. So haikuwa mchezo. So wakati huo mtu husikia ripoti nyingi sana. Na zingine ni za kufunja moyo. Kama my wife kuna mtu alimuongelesha kitu kikamuudhi sana. Na ndipo nikakwambia hizo madawa siko naficha kwa sababu anataka kunywa apone. Alikuwa anataka kunywa akufe. Anasema apewe yote ya kunywe. Overdose. Na kwa sababu haamuki penye yako, niliziweka penye hawezi fikia. So ilikuanga ni wakati na majukumu yangu ya kumtafutia dawa wakati wake ukifika. So si kuruhusu yeye akae na madawa karibu. Sasa muda huu wote unafanya nini? Muda huo wote mimi kuna wakati unategemea usaidizi wa watu ama uko kazi? Nilitegemea usaidizi wa watu, msaada kutoka kwa watu. Na ilibidi nitegemee. Igawa mimi Baruzi nilisikianga vibaya sana.
kukaa kana kwamba nataka sympathy kwa mtu. So ilinibidi nikauke. Hata kuna watu walikuwa mtu akwambie pole. Haki nilikuwa nasikia ikiniuma mpaka najiuliza ni pole ya nini. Na Mungu alienda akaniondolea huo uchungu. Maana pengine ningechukia watu bure. Okay. So ilinibidi nijikaze. Kama mtu atanenewa na Mungu akuje. Na walifanya hivyo. Mungu okay, kulingana na ndugu zangu kuna wenye tumekaribiana sana. Ningepigia mtu simu na nimwambie niko ABCD. Lakini kwa watu wengine tukikutana mtu nilikuwa namwambianga mambo ni mazuri. Hata kuna watu walikuja kwangu. Baada ya kuingia kwangu, mmoja akasema hata wairudi. Kwa sababu vile ameona na vile nawaambianga ni vitu mbili tofauti. Lakini sasa nilikuwa najikaza naona. Sasa hata nikisema ni kubaya warudi. Unajua mwanaume hapendi aibu. Yes. Nitafaidika na nini? Si Mungu tu anipe. Na pia mwanaume hapendi kujianika. Upendi. Unakuwa na imani kutakuwa tu kuzuri. Si nilikuwa nimekuambia kuna wakati hata wakati nahama hapo. Ninatamani tu nipoteze ile network ya marafiki. Kwa sababu hata wakati mwingine watu wangekuja kwangu. Nilikuwa nasikia nimeudhika. Juu ninaona wanaona aibu yenye tunapitia. Unaona? Alafu tena wanakuja tunaongea baada ya kidogo wanaondoka. Sasa nabaki na tuna ile husuni. Unaona? So ilinibidi wakati mwingine ninaona nikana kwamba wanakosea kukuja. Kweli. So hali kama hiyo mtu akipitia wakati mwingine mtu hujidharau. Imenibidi nichukue muda mrefu sana kumnenea mke wangu na kumrejesha kwa sababu yeye alikuwa amejidharau na kuona kana kwamba amefika mwisho. Nimemuinua kutoka chini na mwambia bado kuna matumaini, bado kuna miaka ya kuishi, bado kuna nafasi, usife moyo. Kuna wakati hata ningempata kwa nyumba analia tu, namuuliza ni nini? Ananiambia mimi nimechoka na maisha. Nilikuwa nimefika hapo juzi. Ai wewe naelewa unavyosema kwa sababu kuna mahali nilifika pia nikasema I used to cry zaman. Lakini uchungu umekuingia, huu uchungu haukuishi. Wiki ya kwanza, ya pili, mwezi hauishi. Dawa unakunywa, usipokunywa dawa uchungu unarudi. Imagine. Sasa nikamuuliza Mwenyezi Mungu, kwani nisipokunywa dawa uchungu bado niko nao? Kwani wewe ulienda ukanipotea, ulienda wapi? Yaani nisipokunywa dawa bado uchungu ninao. Kwa hivyo inafika wakati unaona yenyewe ni kama hakuna Mungu. Unalia peke yako, unashindwa. Nani atakusikia kwa sababu Mungu hakusikii? Na niambia mtu kwa sababu najua watu wanatuona na wanasikia. Kuna rumu ya Mungu na haingiangi watu wawili. Ni wewe na Mungu wako. Na hiyo rumu kama mtu hajawahi ingia, hawezi elewa. Hiyo rumu ni yako na Mungu. Na hapo hakuna mtu mwingine. So hako karumu si kama mchezo. Au karumu ni katafu sana. Kwa sababu mnaulizana maswali. Yes. Kuna wakati kama vile umesema ulikuwa unauliza Mungu maswali, mimi niliuliza wakaisha. Na Mungu nataka niambie mtu, Mungu hajibu maswali. Mungu anajibu maombi. So wakati tunauliza maswali mingi, Mungu hana haja na hiyo. Mungu anajibu maombi. Na kuna wakati Ayubu alikuwa amefika hapo. Job chapter number 23. Anasema laiti ningelijua mahali Mungu anakaa. Niende na kesi zangu zote. Nimpelekee. Alikuwa na failo nyingi. Faili zake zimehifadhi rekodi yake ya matendo yake mazuri. Na sasa anaona ni kana kwamba Mungu hajamtendea kulingana na vile yeye mwenyewe alikuwa anatamani. Anauliza Mungu anaishi wapi? Laiti ningelijua mahali hapo. Niende hapo nisikie atanijibu namna gani. Baada ya kupiga kelele, ukisoma hiyo chapter unasikia anasema lakini ninajua atakapomalizana na mimi, atakapomaliza kunijaribu, nitatokea kama dhahabu. So wakati mwingine mtu anapiga kelele si kwa sababu kuna mapepo. Hata wakati mwingine si kwa sababu wewe si mwanadamu, kuna wanadamu ndani ya mtu. Ambapo unasikia ni kana kwamba Mungu amekuacha. Na wakati huo unasikia hivyo, inakuanga ni rahisi ukiwa na mwepesi hata kujiua. Ina nafasi kwako kuacha boma yako. Ina nafasi kwako kumwacha mke wako ama mume wako. So mimi ningetaka nifariji mtu nimwambia kwamba kumgoja Mungu pia kuna gharama yake. Maana imani hupimwa. Na kipimo cha imani ni wakati wa kumgojea Mungu. So mimi wakati nilimgoja Mungu, nimemgoja Mungu nikijua ya kwamba lazima atakuja. Sikutaka nihesabu miaka yangu. Sikutaka nihesabu pesa zangu. Maana hata kama naweza kutoka hapo na niende nitajirike, utajiri bila Mungu ni kazi bure. Kama ningeliondoka hapo na nipate mwanamke mwingine, nipate watoto, hao watoto bila Mungu ni bure. So kile nilihitaji na nikatamani zaidi sana katika maisha yangu ni uwepo wa Mungu maishani mwangu. Kwa sababu Mungu anajua njia zetu, anatuelewa. So ninataka nifariji mtu nimwambia kwamba ingawa pengine hatuna muda mwingi wa kueleza mambo yote kwa undani, lakini nifariji mtu nimwambia kwamba kuna Mungu anayepeana nafasi ya pili.
Tumefika mahali na mke wangu tunapanda milima, tumepita magorongo, tumepita milima na mabonde, lakini Mungu hajatuacha. Okay. Ningependa niseme ya kwamba mtu aliye na shida asijidharau. Na asione kana kwamba Mungu hatakuja. Mungu atakuja na atakuja kwa wakati wake. Okay. So bibi yako alipona kabisa mabado? Bibi yangu amepona, na sasema amepona kabisa. Maana hakuna mahali anameza dawa. Igawa ni ule tu udhaifu. Wa ile speed pengine ukitoka hapa museme mkimbia hata kimbia. Lakini siwezi sema ako under medication. Hakuna madawa anakunywa barudi. Okay. Ni vizuri kuongea ukweli. Lakini ni ule udhaifu tu wa kuona miguu yake bado haina nguvu ya kuweza kutembea haraka, kwa haraka. Lakini hata saa hii akiamuka hapa ataenda, ataingia jikoni, lakini ile speed ya kutembea ndio hana. So mimi naweza kumshukuru Mungu kwa moyo wangu na nikikiri ya kwamba yeye ameshamponya. Na ninaamini atakimbia kwa miguu yake. Alright. So wewe ni mwimbaji? Mimi ni mwimbaji. Ningependa uguze nyimbo 2 au 3, labda 2 na ule wimbo wako mpya. Lakini kuna wimbo lazima uguze. Si unajua wimbo nao upenda sana? Yes. Kuna ule wimbo na wimbo sana. Lakini kwanza kuna ule wimbo watu wanakujua nao. Yes. Wimbo ambao mtu husikiza yenyewe anaona. Okay, uliuimba na ile kuna ile sauti ya undani. Yes. Sauti iliyonjaa Mungu na sauti inaonyesha kana kwamba kuna shida ulioipitia. Yeah. Okay. So, kwa Kikuyu? Huo wimbo nadhani last time nilikueleza. Nikakwambia wakati nilitoa huo wimbo sikuwa nimepitia kwa shida yoyote. Nilikuwa sawa. Uliutoa lakini bado ukaupitia. Yes. Lakini kile nilitoa ama nyimbo zenye niliimba, huo wimbo nimeuona ukifanya kazi maishani mwangu. Lakini wakati mimi nilitoa hiyo nikarekodi hiyo CD, sikuwa nimepitia kwa shida. Na kwa sababu pengine tumeongea Kiswahili na wimbo ni wa Kikuyu, ningependa niambie watu Ezekiel chapter number 37 ambao inaongea kuhusu mifupa mikafu. Niliimba huo wimbo kuhusu hiyo mifupa mikafu. Na nikasema ya kwamba Mungu ana uwezo wa kurejesha hiyo mifupa na kufanya ishi tena. Wakati mimi nilitoa huo wimbo, sikuwa nimepitia kwa shida yoyote. Hapana. Tulikuwa na maisha mazuri, mambo ilikuwa inaendelea vizuri na hatukuwa na shida yoyote. Lakini nimekuja kuona ule ujumbe nikana kwamba ulikuwa ni ujumbe wangu. Wakati natabiria mifupa nasikianga. Uliuimba na ukaupitia. Yes, kwa sababu hata wakati nikirudi nyuma, kuna wakati my wife alikuwa amegonjeka wakati huo. Ameisha. Unasikia kuisha. Amebakia mifupa. Na kama ungelikuja ndio ungeona kablanketi kametingizika, ukajua kuna mtu. So alikuwa amebakisha mifupa kabisa. Mifupa. Hata wakati nilijaribu kumtengeneza nikamwambia atoke nje hapo ahote kajua, alikataa. Maana ni kama umepeleka picha mahali iangaliwe na watu. So nimeona Mungu akirejesha mifupa. Na inafunikiwa inakuwa nyama nzuri. Kama nilivyotangulia kwa testimony ile ya kwanza nikakwambia Job chapter number 33. Biblia inasema kuhusu hiyo maandiko ikisema ya kwamba Mungu hurejeshia mtu mwili wake. Wakati umefika kwa point ya kwamba hata chakula huipendi, mifupa yako imeonekana, nyama zako zimeisha, hauna tumaini. Hapo ndipo Mungu huja na kumrejeshia mtu matumaini yake. Alikuja na akarejeshia mke wangu, akasema aishi. So kwa hayo maandiko mawili nimeguzia matatu, nimefanya kazi maishani mwangu. So huo wimbo niliuimba, nataka niuimbe chorus moja. Nina nyimbo nyingi na pia tutaziweka hapo kwa page yangu, wataziona pamoja na hiyo testimony. Wimbo unasema ndaigwire ndoyo na gitwarwo gitwa baine kiari kiriku kiaihoretwo ni mahinde macio ni mahinde mari momu ngirwa ndathire nigetha macoke muoyo. We Ezekieli ni hari kiuria ngukuria mahinde macio kana no macoke muoyo. Na niĩ ngiuga ĩgithĩtwo we ũngĩmenya mahĩndĩ macio kana no macoke muoyo. Harĩ rwĩmbo rũngĩ nyinĩte hau rugaga atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa mwĩrĩgĩ rĩrĩa arata hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũgĩkinya nĩũtũmaga ngoro ĩgĩe na thayũ nĩ tondũ nĩũrĩkĩtie gũkinya he kahiga kega njetereire nako kandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa nyandĩkĩirwo na hinya wa Roho
na gutiri ungihota guthoma nyimbo cio na ni hari rwimbo rungi rwa number volume number 2 rwimbo runa rwonyinite rugaga atiriri huo wimbo unasema Yesu ndiwe jiwe langu na nitalinenea litoe kile ninataka na ningependa niwimbe kifungu kimoja hende mwe Musa werũ-inĩ na Isiraeli mamutetirie makiuga tutire maĩ ona tutire gĩa kũrĩa na twe werũ-inĩ Musa gĩthaitha Jehova me na Harũni Jehova akĩarĩria Musa ningĩ akĩmwĩra cokanĩrĩria andũ aya mbere ya ihiga ũrũgame kĩũngano-inĩ warĩrie ihiga ũrĩre rĩrute maĩ nĩguo makĩnyue Jesu niwe ihiga rĩakwa nĩngũrĩarĩria ndĩmwĩre kĩrĩa ndĩrenda ndĩgĩre nakĩo Jesu niwe ihiga rĩakwa nĩngũrĩarĩria ndĩmwĩre kĩrĩa ndĩrenda ndĩgĩre nakĩo. Okay, na kuna huo wimbo wa mwisho nimekuambia. Kuna ule wimbo sijui kama unakumbuka. Gũciarĩrwo thĩna-inĩ. Yes, that's song. Kuzaliwa kwa shida. Kuna wimbo mwingine kwa hiyo mashida. Yes. Ingawa tumelelewa kwa shida. Tumetoka kwa jamii ambao ni chini sana. Lakini Mungu atukuzwe. Hata wakati huu mimi nasemanga licha ya kuwa hatuna wazazi hapa duniani. Tuna mzazi anaitwa Mungu. Na hajatuacha. Yes, wangu walipomuzika. Wawili? Yes, wote. Na mke wako? Mke wangu amebakishiwa baba tu, ndiye tunajifunia kwa leo. Okay. Tunasema baba yako, lakini mama yake naye alipasa. Okay. So lakini sijahisi kana kwamba Mungu ameniacha. Kwa sababu amekuwa nasi na hatujawahi pungukiwa. Okay. Na pia kuna mambo mengi ningetaka nieleze kama nilivyotangulia kukuambia. Nilikuwa nahurumia my wife, naona hana mama. Na unajua kama angeenda kwao angeshughulikiwa na mama. Lakini sasa hana mama. Ninajaribu kuhisi ule upendo wa mama na baba kama vile ninavyosikia upweke kwa nafasi hiyo. Naona hapana, wacha nisimame na yeye. Okay. So lakini Mungu atajua hajatuacha. Kuna wimbo huu umeniuliza, unasema kwamba gũciarĩrwo thĩna-inĩ. Na unasema negwanĩrĩra njuge ũrĩa Mwathani ekĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa nginya hau nginyĩte niĩ ndarĩ mũtumumu akĩhingũra maitho rĩu nyonaga wega we nĩanjiguĩrĩire tha ndĩna ũira mũiganu thĩinĩ wa ngoro yakwa gũciarĩrwo thĩna-inĩ na kũrererwo thĩna-inĩ macio matingĩgiria Ngai agakũrathima. Wow. Yes. Wimbo ambao naupenda sana. Yes. Kwa sababu Mungu, yes, he is not a respecter of persons. That is true. Hawezi kosa kukubariki kwa sababu umetoka kwa familia zenye upweke. Kwa hivyo nashukuru tu Mungu. Kabisa. Kwa hivyo ningetaka kwanza nizungumze na bibi yako. Yes. Ili tusikie mawili matatu. Najua yeye si mtu wa kuongea sana. Yes. Yeye ni mwimbaji. Yes. Lakini pia yeye ni mwimbaji. Pia na yeye ana nyimbo zake. Ni vizuri tuambie mtazamaji atakayeona hii video. Yes. Kwa maana ni vizuri pia kuinuana. Yes. Huyu bibi ya Harun ako na nyimbo alizoziandika. Atasema ni ngapi? Yes. Na ikiwa kuna mtu anaweza msaidia kurekodi zile nyimbo. Yes. Kwa sababu ningetaka arekodiwe kutoka kwa zile studio ambazo zitaweza kumpea ile quality nzuri ifayo. Bado tutaweza kuicheza kwa radio. Yes. Ni muhimu zaidi. Kabisa. Kwa hiyo wewe unaotazama, ukitaka kumsaidia, muhimu sana. Kabisa. Kwa hiyo acha tuzungumze na mke wako pia tusikie ana yapi ya kusema. Karibu. Okay. So Bi Harun. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Tungetaka kujua majina yako alafu kisha tuendelee na interview kidogo tu. Unaitwa nani? Majina yako? Okay, mimi naitwa Margaret Mujuga Duati. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu. Na Duati ni mume wangu. Ni mume wako? Yes. Kuna ayo na utashika microphone vizuri. Kuna mashinda ambayo sitaki uifanye hivi manake inatoa sauti kwa masikio. Kuna yale mashida ametuelezea umeyapitia ya magonjwa na ikamfanya pia aweze kupitia
kwa sababu hii testimony ilikaa kama ni yake, kwa sababu yeye ndio alikuwa anakushikilia kwa kila namna na kila hali. Sasa sijui utatueleza vipi umekuwa muda ama umekuwa muda unakaaje wakati bwanako anakushughulikia zile vitu haungefikiria kuna mwanaume anaweza akamfanyia mwanamke. Ilikuwaje ama ulihisi vipi? Okay, kwanza niseme hiyo ushuhuda amesema na kila kitu amesema ni matukio ambayo tumepatana nayo na yote akanishughulikia. Nikagojeka, mtoto amekufa na yote akanishughulikia. So naweza taka kushukuru, kwanza nishukuru Mungu sana kwa sababu yeye ndiye anajuanga sababu ya kila kupitia jambo lolote lile mtu anapitia. Mungu ndiye anajuanga sababu. Kwa hivyo ningependa kushukuru Mungu kwanza sana. Haswa pia kunipatia mume akanishughulikia wakati ambao nilikuwa naona kama sifai kuishi. Yote akatushikilia na akaendelea kukua pamoja na sisi hadi hata wakati huu. Yes. Ulipo dischargewa na daktari akakwambia uende nyumbani baada ya kuwekwa pipes na nini, na ukajua sasa umewekwa kwa wheelchair na umeenda nyumbani, ulifikiria vipi? Kwa sababu ulijua sasa bwanako ana kibarua na hiki kibarua hauna mtoto wa kukushughulikia, ni yeye. Ilifika wakati amesema ukavalishwa na yeye pampers. Sasa akili yako wakati alikuvalisha pampers ulifikiria vipi? Kwa sababu ulijua hapa lazima atakuwa na kibarua cha kukutoa hizo pampers na nini. Mimi nilikuwa naona ni mimi next sasa kukufa. Hiyo ukweli nilikuwa na ama nimekufa. Mtu anakuaga hivi kama amekufa. Kwa sababu nilikuwa naona I'm next kukufa. Sikufi. Naamka asubuhi bado unajipata. Naanza kujiuliza ama nimekufa ama nini. Unaona kama ni kana kwamba unasubua mtu sana ama watu wenyu umewasubua sana. Usaidizi nini na mahitaji ya kila siku. So sikuona haja yangu ya kuishi tena. Sasa ulifikiria Bwana atakushughulikia ama uliona labda atafika mahali achoke? Nikaona hata yeye achoki. Nikaona sasa mimi mwenyewe mimi ndio nitajiondoa. Ulifikiria atakuhudumia vile alivyokuhudumia na alipokuwa akifanya hizo vitu amesema hapa sensitive? Ulikuwa unafikiria vipi? Ama ulikuwa unaona ni kama amechizi nini, anaditoa pampers na ni mwanaume na angekuwa shatoroka? Nilikuwa naona hii yenye ananifanyia yenyewe sifai kupea mtu kazi ya kuniteji diapers. Pengine anakasirika sijui ndani yake, lakini akikufanyia hiyo unaona anafanya roho safi. Kutokana na yeye ndani ananifanyia roho safi. But mimi nikaona sifai kusubua watu vyenye na wasubua watu. I'll do what I'll do. Sasa mimi nitakuwa next. Nizikwe niondoke sasa niondoe tambu. Lakini hiyo haikufanyika. Mungu akatusaidia. Yes. Alipomaliza kukufanyia hayo yote na ukawa hali yako imebadilika na umeanza kupata nafuu. Uliweza kumwambia vipi? Labda maneno ambayo labda uliona ni muhimu sana kumwambia. Ukikumbuka mkifanya harusi kuna ile maneno mlitamka. Uliona kama ilikuwa inafanya kazi kimiujiza, ni Mungu ama ilikuwaje? Mimi yote niseme ni Mungu. Hata vile mtu unaapa kwa kanisa, sigeona kana kwamba hiyo maneno itakuja kutimia kwangu. Ulikuwa kama utaipatwa na mashida ama ulikuwa unasema tu sema? Hapana. Hata mtu hafikiriagi hivyo. Mambo ni kukuja inakuja. Na nishukuru Mungu kwa sababu yeye anajuaga sababu tuyapitie yote ambayo yote tunayoyapitia. Yeye anajuaga sababu, hata kuna mwibaji aliiba hivyo. Anajuaga sababu ya sisi hata kuyapitia magumu. Na kitu moja ningetaka kusema hapo, si kusema mbeleni. Kuna wakati mmoja nilijaribu nikunywe dawa. Nikufe na asijue, na sasa hakuna mtu wa kunipea hizo dawa. Lakini mimi mwenyewe nikachora vile nitakunywa hizo dawa. I think sitasema Mungu alinionyesha niko na haja, kuna haja yangu mimi kuishi. Kwa sababu wakati nilikuwa nataka kukunywa hizo dawa, yeye alikuwa ametoka tu kidogo. At least kuangalia kama kuna mtu tunaweza tuma kwa duka. Najua kumeza dawa ni dakika kidogo tu. Na nilikuwa nimeshajipanga na hizo dawa. Na yeye ametoka nje. Sasa vile nataka kumeza hizo dawa sasa na mimi nimaliziwe kwa sababu niko na uchungu mwili sana. Na ninaona tu namsubua anakaa hapo hakuna kazi anafanya. Kitambo nimeza hizo dawa nikaona simu nimepigiwa. Simu yenye sijaipigiwa tena hadi siku ya leo. Nikaona simu from abroad.
Sasa hiyo simu niliongea nayo over 40 minutes. Ukacheleweshwa? Nikacheleweshwa na yeye akakuwa amerudi. Sasa mishoni yangu ya kufanya venye nilikuwa nataka kufanya ikaishia hapo. Na yeye akakuwa amerudi. Nikaona Mungu ni kama alikuwa anataka kuniambia kuna sababu yangu mimi kuishi. Na kutoka hapo nikaanza kujiamini, nikaanza kuamini pamoja na yeye kwa maombi. Kwa sababu saa nyingine mnaomba unaona ni kama mimi nilesi mniombe, mimi sitajiombea. Ulikuwa umefika wakati wa kuita Mungu kivyako, unamwambia sasa Mungu, ona mimi ndo huyo hapa, zile mashida napitia, bwanangu unaona. Ulifika wakati kama huu ukaanza kuongea na Mungu kivyako hapa, mnaongeleshana? Tukaongea na Mungu kabisa. Umeomba Mungu, umeomba leo, umeomba kesho, umeomba na ni vizuri kuomba. Lakini mimi naona kwamba hapa Mungu hasikii. Ni kama pia anakuenjoy. Ni kama hata anielewi. Mtoto ndiye huyu amekufa, mimi ndiye huyu hapa. Ni kama ninasubua watu, bado unaendelea kuomba. Lakini wakati tukio hilo lilitokea, nikaanza kujiamini, nikaenda nikijiamini. Yeye mwenyewe pia alikuwa anani-encourage sana. Ananisomea maandiko. Bwanako sasa? Okay. Tunasoma Biblia pamoja. Saa ingine hata nikiamka usiku napata hata yuko kwa kitanda. Ako mahali kwa kona amepiga magoti hata akirudi kwa kitanda ako baridi kabisa. Na mimi nikaona acha tuamini pamoja. Tukiamini sote wawili kwa pamoja, hakika kuna kitu kitatokea na Mungu atatusaidia. Tukaanza kuamini pamoja, kuomba Mungu kwa pamoja, akiomba ninaamini, nikiomba, yani tunaamini kwa pamoja. Na kutoka hapo tukaanza kuona Mungu anatushughulikia. Yes. Okay. So tukimalizia, najua labda hujawahi kupata nafasi kama hii kwenda hewani pamoja na yeye akikutazama. Labda kuna maneno huwa ungetaka labda kuyaachilia kwake ili watu pia wajue unampenda. Maneno ambayo itamfanya pia waweze kusikia yenyewe, kwani unajua wanaume kuna kazi zingine tunafanya alafu najiuliza, nilifanya kazi ama hebu appreciate labda akisikia. Nitamu-appreciate. Anajua na namwambianga. Ni vile sasa nitamwambia watu wakiona. Ningetaka kukuambia Mungu akubariki sana. Akuongezee miaka mingi. Usiwahi kupatana na jambo ngumu, magonjwa ama nini. Mungu akuonekanie. Na kwa hakika mimi nakuombeanga. Hata kama hunioni nikikuombea, saa ingine tunaomba kwa pamoja na kuombea maisha marefu. Mungu akinibariki, akubariki na hata zaidi. Kwa sababu yote yenye umenifanyia wakati nimekuwa mgonjwa, hata wakati tulipata mtoto huyu wetu wa pili, amenisaidia sana kunitengenezea mtoto nikiwa siwezi. Yote hayo amenifanyia. Ningetaka kukushukuru sana. Mungu ambaye anaye sirini akubariki. Akuongeze miaka mingi na tuishi pamoja kwa furaha. Amen. Wow, kwa hiyo unampenda kabisa. Okay, so nafikiri tutafikisha hapo. Lakini ningependa urudishe hiyo microphone kwa mzee. Sitaki tuongee sana kwa sababu najua hujazoea kuzungumza. Ili bwanako sasa tuambie kuhusiana na muziki wake. Watu wakiutaka watauona vipi? Watu wakitaka songesha hiyo microphone kidogo kwa mdomo. Okay, ningetaka niseme ya kwamba watu wakitaka music nyimbo zangu watazipata kwa page yangu kwa YouTube channel na pia Facebook. YouTube channel inaitwa Harun Duati Ngoge. Harun Duati Ngoge. Imetosha hiyo. Yes. Kama mtu akiingia huko anaweza subscribe na pia aweze kuona huo muziki na akusupport vile atakavyoweza. Kwa hivyo mke wako tumesema kama tulivyosema hapo awali ni mwimbaji. Ako na nyimbo ameandika. Ako na nyimbo na iwapo kuna mtu hapa ungetaka kumshikilia aweze kutoa hizo nyimbo. Tunamruhusu kufanya hivyo. Atabarikiwa. Kwa hiyo tupe namba yako kwa mtu ambaye angetaka kukusupport, kukupigia, kuongea na wewe. Namba yangu ni 0724 785 948. Rudia. 0724 785 948. Okay. Pia naye mke wangu ni 0726 2433 26. Rudia tena. 0726 24 33 26. Okay. Yes. Majina yake kamili? Naitwa Margaret Wariara Nduati. Margaret Wariara Nduati. Hata M-Pesa? Yes, hata M-Pesa itatoa Munjuga. Okay. Yes. Okay, Margaret Munjuga. Yes. Haya, majina yako? Majina yangu ni Harun Duati Ngoge. Okay. Sawa hiyo. Alright. Yes. Asante sana, nashukuru kuwatembelea kwa siku ya pili. Yes. Na
kwa katasi ya watu wa YouTube wa Farodhi wa Thayo TV. Na wapenda sana. Na ndio maana nikasema nitakuja tufanye katika lugha ambayo kila mtu ataweza kusikiza. Kwa sababu tulifanya kwa Kikuyu. Sasa tumefanya kwa Kiswahili ili kila mtu aweze kueleza kwamba kuna wanaume ambao wanapenda wake zao. Kuna wanaume ambao wanashikilia wake zao wakati mashida yamekuja. Na sio wanaume peke yake, pia kuna wanawake ambao wanashikilia waume wao wakati shida kama hizi zimekuja. Shida haiwezi chagua mke ama mume. Inaweza kuja kwa kila mtu. Kwa hivyo ni jukumu lako kuweza kumshikilia yule atakayeshikwa na hiyo shida kwanza. Na pia ni vizuri tumeleta huu ujumbe ama tumeleta hii testimony ili kaweza kuwafikia wale watu waliopotea wake zao baada ya kupata mashida kama haya na waume zao waweze kuwarudia na wajue watu wako wazuri ambao wanafanya vitendo vya kumfurahisha Mungu. Ni kweli. Kwa hivyo uwezi torokea shida. Shida ishughulikie. Kwa sababu ukitoroka unaweza enda kwa mwingine na aende apate mashida kama hayo. Utaanza kumrudia yule wa kitambo, upate alitengenezwa. Kwa hiyo atakurudia. Hataweza. Kwa hivyo nashukuru sana. Pia nasi tumeshukuru. Alright. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na tutazidi kuwatia watu wa Mungu moyo. Okay. Yes. Asante. Thank you.